It was unity in criticism today as Wiper leader Kalonzo Musyoka and former Deputy President Rigathi Gachagua made a spirited stop in Malili, Makueni County, lighting up the political arena with sharp barbs aimed at the Kenya Kwanza administration. The two leaders, now singing from the same political hymn sheet, appear to be laying the groundwork for a serious push to unseat President William Ruto. Muko tayari? Tushikane tufukuze Kasongo. The political gathering in Malili saw opposition leaders ramp up their rhetorical poking holes in the government's economic model, with Gachagua taking the lead in questioning the very foundation of the bottom-up agenda. Huyu Kasongo atitudanganya ataweka pesa kwa mfuko. Kuliko aweke pesa kwa mfuko, ile kidogo tulikuwa naye akafanya nini? Kasongo aende asiende? Aende asiende? The former deputy president did not mince his words. He claimed the bottom-up approach has in reality left ordinary Kenyans bottomed out, their pockets lighter and their patience thinner. He accused the government of betraying its promise to empower the Mwananchi, saying taxation policies were chewing into workers' hard-earned salaries faster than ugali on a cold evening. Huyu jamaa ameharibu mambo ya payslip. Wafanyikazi wote wa public service na private sector amekatakata ile payslip, watu wote wamepata aibu. Serikali ambayo tunataka kuunda ni ya kurudisha heshima ya payslip. Gachagua also took a swipe at what he described as uninformed advisors surrounding the president, suggesting that their academic credentials might not qualify them to advise on anything more complex than a village fundraiser. Anatuma mtu ya standard 6 ati kusomea Kalonzo. Ni madharau si malau. Sasa wewe Kasongo, hata kama unataka kusomea huyu kiongozi, huyu wako na PhD, alikuwa waziri, alikuwa vice president, ni kiongozi anaheshimika. Wewe unatuma mtu ya standard 6 ati akuja msomee. Ni madharau si madharau. Na unajua hii serikali ya Kasongo shida yake. Kwa nini tuko kwa shimo? Advisors ya Kasongo wawili. Moja ni ya standard 4, ingine ni ya standard 6. Si lazima tumepata hasara. Kalonzo Musyoka meanwhile shifted gears toward infrastructure, faulting the government for dragging its feet on key developments. He singled out the stalled Nairobi-Mombasa highway as a major economic bottleneck, saying the road's completion would help unlock the country's full economic potential. Hakuna mchezo, sijui kamati gani ya PPP na nini pengine anataka kunyima hii kampuni ya Marekani apatie marafiki zake. Hatutakubali. Kwa hivyo hii ni kitu ya maana, ndio itafungua uchumi wa Kenya. Mimi nilikuwa nikidhani kama tungechukua wakati ule na yule jamaa tulikuwa tunasaidiana naye, hata badala ya kuweka standard railway gauge, number 1 priority was dueling of Mombasa Nairobi highway. With political temperatures rising and 2027 looming even closer on the horizon, the opposition caravan is expected to roll on, next stop being the coastal region. Magdalene Kanini, KUTV.